Wakubwa we all know kwamba watu wengi sana wanatafuta kazi, lakini mwanakitaa, usije ukaingia kwenye mkenge ambao rafiki yangu ameingia, amenifanya hadi mimi nimetoa hela alafu hela imeenda. Yaani in short, pamoja na ujanja wangu wote waga naelekeza wanakitaa, tumetapeliwa. Na nikasema hii ngoja iwe story ya kitaa ili nikusanue na mwanakitaa. Kabla sijaenda mbali, ngoja niende kwenye pointi ili pia tusipoteze muda. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye nilisoma naye chuo. Sasa tukiwa naye nikawa namuona yuko busy anaongea na simu. Sasa sikutaka kumfuatilia sana, sikujua anaongea nini. Kwa hiyo baada ya muda ni kama akawa amebadilisha mood. Yaani akawa kama ana furaha. Kumuuliza akasema kuna project ambayo ameipata, kuna sehemu aliwahi kuapply kazi, alifanya interview, then wamempigia simu anatakiwa aende Mbalali, Mbeya. Kwa hiyo akawa ananiuliza mimi, kwa Mbeya unapafahamu Mbalali? Nikamwambia ndio, lakini sijawahi kushuka, napafahamu tu juu juu. Akanambia nimepata kazi huko mwanangu, kuna project na wanalipa vizuri, wamenitajia marupurupu na nini. Sasa mimi sikutaka kujaji sana, lakini ilibidi nimuulize, uliwahi kufanya interview hilo eneo? Akasema ndio, nilifanya interview na leo ndo nimepigiwa simu na meneja, amenielekeza kila kitu, amenielekeza kuhusu mshahara, kuhusu marupurupu ambayo atakuwepo na namna ambayo utafanya kazi na sehemu ambayo utafanyia kazi, na hiyo project nimeambiwa napewa mkataba wa miaka 3. Sasa mimi upande wangu kwa hapo sikushtuka. Ila baada ya stories za kwanza kuniambia sijui mshahara itakuwa kiasi fulani, marupurupu itakuwa kiasi fulani, pale ndo nilipoanza kushtuka, kwa sababu siamini kwamba kuna mtu anataka kupatia ajira anaanza kutajia marupurupu humu kwenye simu kabla hujafika. Ambapo nikashtuka zaidi ni kwamba akawa anatakiwa kesho yake, hiyo ambayo tunaongea mwanakitaa ni saa 1, kesho yake asubuhi anatakiwa awepo Mbalali. Yaani not kesho yake asubuhi awepo Mbalali, kesho yake asubuhi anatakiwa apande gari ili afike Mbalali. Mimi upande wangu nikaanza kuwa na doubt, ilibidi nimuulize, hao watu unawafahamu? Kwa hiyo baada ya kumdadisi mwanakitaa akanihakikishia kwamba hata rafiki yake anafanya hiyo project lakini yeye Zanzibar, ila yeye amechaguliwa kwenda Mbalali. Ilibidi nianze kidogo kumwamini, lakini kulingana na maelezo ambayo alinipa still bado nikawa sina imani. Lakini ilibidi nifanyeje sasa? Inabidi niwe upande wake tu, kwa sababu ndugu yangu amepata kazi. Baada ya hapo mwanakitaa, huwezi kuamini, akampigia meneja pale kumuuliza logistics itakuwaje. Meneja akamwambia wewe usijali, kwa sababu huku huwa wanakutumia nauli wenyewe, sio utumie hela zako. Kwa hiyo kitu ambacho kipo unatakiwa ufanye haraka ukate tiketi ili wakurifandi, kwa sababu ofisi kwa huku kwa siku kama ya leo huwa tunafunga saa 3, yani muda ambao ni tofauti na hiyo ilikuwa inaenda kama saa 2 hivi. Kwa hiyo make sure umekata tiketi haraka haraka. Baada ya hapo huku watakurifandi, utatuma tu ile receipt, wataangalia pale then watakurifandi. Na hata kama watu kurifandi ukichelewa, kesho ukifika tu jioni ndio siku ambayo huwa tunakutana, watu wanapewa hela za matumizi. Kwa hiyo lazima na wewe utaingia kwenye mfumo wa malipo kwa sababu tayari ulikata tiketi. Kwa hiyo yeye ilibidi aanze kupambana kupiga simu kwenye upande wa kukata tiketi. Baada ya muda yule jamaa akampigia simu, umepata tiketi? Akamwambia tiketi sijapata kwa sababu sina uzoefu sana na magari yanayoenda wapi, yanayoenda Mbeya. Akamwambia basi usijali na kuunganisha na watu ambao wanakukatia tiketi. Kweli baada ya hapo mwanakitaa akamtumia namba. Baada ya kumtumia namba akamwambia nimeshampigia simu, mwambie Dr. fulani ndo aliyenipa namba. Kweli jamaa kupiga simu akamwambia Dr. fulani ndo amenipa namba, wewe ndo mtu wa mabasi? Ndio. Basi gani? Akataja jina la basi. Baada ya hapo akamwambia nauli amekwambia ni shilingi ngapi? 54,000. Baada ya hapo akamwambia fresh, basi weka hiyo nauli. Sasa mimi pale ndo nikaanza pia kupata wasiwasi, anawekeje nauli akati ameambiwa kule nauli atalipwa? Ilibidi amrudie. Kumrudia yule jamaa akamwambia sasa hatuwezi tukakutumia wewe nauli, wewe ndo unatakiwa ulipe alafu wewe ndo utalipwa ukitutumia hiyo tiketi. Sasa baada ya pale jamaa akawa kama amepata unyonge. Nikamuuliza nini? Akasema sina hela kwenye simu na hapa mwenyewe niko Ndona, kwa hata kesho tu kwenda kule najifikiria. Mimi nikabidi nimuulize tena, hebu mpigie mshikaji wako umuulize ana uhakika na hawa watu, kwa sababu kuna maelezo ambayo mimi kama sielewi. Jamaa akanihakikishia kwamba yule mwanae hawezi kumuingiza mkenge. Nikamwambia kweli? Nikamwambia kwa sababu mwanangu unaenda kupata ajira na mimi sina namna ambayo naweza nikakusupport pakubwa, basi fresh mimi ndakugharamikia usafiri wako, lakini pia na hela za matumizi, kwa sababu huko Ndona mwanangu kapate kazi, kwa sababu amenihakikishia mshikaji anamfahamu. Kweli pale baada ya kupiga pale simu akatajua account pale ndugu yangu, mimi kielele changu nikaingia kwenye simu yangu nikatuma ile hela ile 54. Baada hapo tukawa tunasikilizia sasa. Dakika ya kwanza, dakika ya pili, dakika ya tatu, kama dakika 10 zikapita. Dokta akapiga simu, umeshafanikiwa kukata hiyo tiketi? Akamwambia ndio, nimeshamtumia
hela 54,000. Nikamwambia sasa wewe huku si unakuja tu kusaini mkataba, unatakiwa urudi tena kwa ajili ya kuja kujiandaa, ungekata na tiketi ya kurudia. Mimi alivyosema tu hivyo, nikamwambia mwanangu, nimejaribu kuvumilia mpaka pa mwisho, tumepigwa. Kama hawakutumia hiyo tiketi tusitume hela tena. Mshikaji akaniambia, yani still unajua ile mtu ndo alikuwa anatafuta kazi muda mrefu ndo amepata kazi. Alafu natamani hata nitaje hiyo kiasi ni shilingi ngapi. Kwa sababu walimtajia amount kubwa. Nikamwambia mwanangu, hapa 70%, I'm so sorry kama nakudisappoint, lakini 70% mpaka 75 tumepigwa. Yani tumebaki na 25 tu. Hemu mpigie yule mshikaji wa gari ndo mwambie akutumie tiketi. Kumpigia yule mshikaji wa gari akaokota kwamba fresh sasa hivi nakutumia hapo, ila sasa ungefanya namna, kwa sababu ameniambia nikukatie tiketi, nikutumie tiketi zote mbili ya kwenda na kurudi. Mimi nikamwambia mwambie kwa wakati wa kurudi na mshikaji wangu ataniassist, anatoka Tunduma. Kwani walianza kuokota simu Mwanakitaa? Ina maana mwisho wa siku tukawa tumekula za kichwa. Maana yake nini Mwanakitaa? I don't know, sijui wengine huwa wanaajiri vipi au taasisi zinaajiri vipi. Mimi I don't think kama mtu akiwa anakuajiri anakutajia marupurupu, mshahara, yani anakuvutia, obviously hapo kunakuwa na mpigo. Mimi hiyo kitu nilisoma toka mwanzo. Sema nilikuwa after fly ya mshikaji wangu. Yaani mimi moja ya kitu ambacho huwa nakienjoy, napenda sana watu ambao wananizunguka, washikaji zangu wa chuo wapi, napenda kuwaona wanafanikiwa. Kwa hiyo I did it kwa ajili ya furaha ya mshikaji wangu, ndio maana tulipigwa. Ila mimi niliziona dalili za kupigwa toka mwanzo. Ndio maana nilikuwa namuuliza mara 99, unamfahamu. Lakini sikutaka kuonekana kwamba nambania mshikaji asipate ajira. Kwa hiyo mwisho siku nilikuwa nataka nimpe furaha mshikaji, ndio tukapigwa. Na mimi nilikuwa nimemwaahidi kwamba nitakulipia nauli na accommodation za mpaka unafika kule, mpaka kipindi ambacho hujapata mshahara, ndajitahidi tu nikupush. Kwa sababu mwisho siku sasa hivi unaenda kupata ajira ndugu yangu, na ni kitu ambacho ulikuwa unakitamani siku zote. Ndio tukapigwa ndugu yangu. Kwa hiyo Mwanakitaa, epuka matapeli ikitokea swala kama hilo. Scenario kama hiyo, sijui mtu akakuunganisha sijui tiketi, kwa sababu hata tiketi mimi nikamwambia, kwani wakatie wao? Lakini akasema hao ndo watanikatia haraka nini na nini. Yaani kuna vitu vingi ambavyo viliendelea Mwanakitaa, vingine nimeshindwa kuviongea, lakini ndio hivyo. Mimi niliona kupigwa toka mwanzo. Kwa hiyo naomba Mwanakitaa unaweza ukapigwa. Hii hapa ni stories za kitaa, na tulisema stories za kitaa it's all about experience, kujifunza vitu kama hivyo. Matapeli wana mbinu nyingi sana. Wengine wanasemaga sijui kuna deal. Nitakuja kuwapa story nyingine kwa sababu mimi nakutana na watu wengi. Kuna mteja wetu pia alipigwa, nitakuja kuwapa. Lakini mwisho wa siku Mwanakitaa, kama na wewe kukuta au wewe kusikia mtu amepigwa, unaweza kucomment hapa ilikuwa scenario gani na ilikuwaje mpaka ukaja ukajua umepigwa na ulipigwa shilingi ngapi. Sisi tumepigwa 54,000 taslim. Yaani mshikaji hata hela ya kutolea hajatoa. Anyway, bless ndugu zangu.